Karibu tena Pop Recaps. Tulipoishia sehemu ya 4, Taeyong na Yunin walizidi kukaribiana huku Son akizidi kuingia kati na kuifanya hali ya mapenzi kuwa ngumu zaidi. Leo tunaendelea na sehemu ya 5. Tuone nani atashinda nafasi ndani ya moyo wa Yunin. Basi bana, baadaye kampuni inaanza kushirikiana na timu ya ubunifu wa picha. Cha kushangaza kwa Yunin, msaidizi wa mpiga picha anageuka kuwa Taeyong. Uvumi ofisini unarudi mara moja, kwani wafanyakazi wengi bado wanaamini kuwa wawili hao ni wapenzi. Taeyong hajisumbui kuukanusha, lakini Yunin anajiweka mbali haraka. Son anahisi wivu na kuanza kukosoa taaluma ya Taeyong. Taeyong naye anajibu kwa kusisitiza ukaribu wake na Yunin. Kisha Son anamfuta kwa kawaida mabaki ya chakula yaliyokuwa kwenye midomo yake mbele ya Taeyong. Ili asibaki nyuma, Taeyong anamuuliza Yunin bila haya kama alikuwa mkali sana kwake usiku uliopita. Mara moja, ushindani kati ya wanaume hao wawili unaonekana wazi. Baadaye, mume wa Amy anazungumza na Taeyong faragani na kumshauri asipoteze nafasi yake ya kimapenzi. Kulingana naye, kusita kupita kiasi huleta majuto pekee, kama ilivyotokea katika ndoa yake mwenyewe. Usiku huo, Son anamwalika Yunin kutazama maonyesho ya kimapenzi ya fataki, akitimiza ahadi waliopeana miaka 10 iliyopita. Wakati wa mazungumzo, Yunin anakiri kwamba miaka iliyopita alijitenga baada ya kugundua kuwa familia ya Son ilikuwa tajiri. Kwa kuwa alitoka katika maisha ya umaskini, kiburi chake na kutokujiamini kulimfanya akimbie. Baada ya maonyesho, Son anamrudisha nyumbani. Wakati huo huo, Taeyong anaendelea kufanya kazi studio. Yunin anapofika pamoja na Son, anaganda baada ya kukuta mlango ukiwa wazi kabisa na nyumba ikiwa imevurugwa. Kila kitu kinaonyesha kuwa mtu amevamia kuiba. Akiwa na hofu, Yunin anasita kuingia, lakini Son anapanda mara moja ili kuandamana naye. Wanapowasha taa, wanamkuta mwanaume wa makamo ndani ya nyumba. Cha kushangaza kwa Yunin, mwanaume huyo anajitambulisha kuwa baba wa Taeyong na Woojin. Wakati huo, Taeyong anakimbia kufika akiwa amechanganyikiwa kabisa baada ya kusikia kilichotokea. Baada ya Yunin kuthibitisha utambulisho wa mgeni huyo, mwanaume huyo analia na kujutia kurudi akiwa amechelewa sana baada ya miaka mingi. Mbele ya baba huyo ambaye ni kama mgeni kwake, Taeyong anapata hisia zinazokinzana. Mwanaume huyo anapojaribu kujua jinsi alivyoishi kwa miaka yote hiyo, Taeyong anakataa kujibu na anauliza moja kwa moja nia yake halisi. Baada ya kuthibitisha kuwa hafuati chochote, Taeyong anamkumbusha kwa baridi kwamba hawana tena uhusiano unaowaruhusu kuketi pamoja na kukumbuka yaliyopita. Hatimaye, baba yake anaondoka akiwa amehuzunika. Hata hivyo, Taeyong hamwangalii yeye, bali Yunin. Anapogundua kuwa amechubuka kwenye kiganja wakati wa vurugu zile, anampaka dawa kwa uangalifu. Zaidi ya kuonekana kwa ghafla kwa baba yake, kinachomsumbua ni kwamba Yunin aliogopa. Pamoja na hayo, kumbukumbu zenye maumivu zinarejea. Taeyong alipokuwa mdogo, baba yake alikuwa akifuatwa na watu hatari na mwishowe alimtelekeza kwa ukatili, akimwacha akabiliane na matokeo peke yake. Hata sasa, kukumbuka usaliti huo kunaendelea kumuumiza sana. Siku iliyofuata, Taeyong anakutana tena na baba yake, lakini hana nia ya kupatana naye. Badala yake, anamuonya asijitokeze tena bila mwaliko. Mwanaume huyo anaomba nafasi nyingine na kuomba msamaha waziwazi, akiwa tayari kurekebisha madhara hata kama amechelewa sana. Lakini Taeyong anakataa kabisa uwezekano wa msamaha. Hayuko tayari kujenga tena familia na mwanaume aliyemtelekeza zamani. Wakati huo huo, Yunin anamchukua Woo kutoka shule ya watoto na kumwona Son akifika kwa gari lake. Baada ya kuwafikisha nyumbani, Son anapendekeza kwa ghafla kupanda hadi kwenye nyumba. Akitumia nafasi yake kama mwenye nyumba, Son anabadilisha mwenyewe kufuli ili kuhakikisha usalama wa Yunin. Wakati Yunin akitafuta vifaa, Son anamsogelea kumsaidia, na ukaribu huo unaleta hali yenye hisia zisizoeleweka. Hata hivyo, Taeyong anarudi wakati huo huo na hali inabadilika kabisa. Wanaume hao wawili wanabadilishana maneno yanayoonekana ya heshima, lakini yamejaa ushindani. Kabla ya kuondoka, Son anamwambia wazi Taeyong kwamba anapaswa kumjulisha mara moja ikiwa Yunin atakuwa tena katika hatari. Taeyong anajibu kwamba hana haja ya kuwa na wasiwasi kwa sababu yeye mwenyewe atamlinda. Kisha Son anamuonya Taeyong asiruhusu matatizo yanayohusiana na baba yake yaweke Yunin katika hatari. Maneno hayo yanamwacha Taeyong akiwa kimya kabisa. Baadaye, Taeyong anawaeleza marafiki zake kuhusu kuonekana kwa ghafla kwa baba yake. Kwa miaka mingi amejihisi hana mizizi, kana kwamba hakuna mahali duniani ambapo angeweza kuita nyumbani. Hata hivyo, tangu Yunin na Woo waingie maishani mwake, anaanza kuhisi kwa mara ya kwanza joto la familia ya kweli. Licha ya onyo la mwanawe, baba wa Taeyong anarudi tena mtaani siku kadhaa baadaye. Hata kuwaangalia tu kwa mbali kunaonekana kumtosha kuwa na furaha.
Siku moja alasiri, Yunin anakutana na baba wa Taung akiwa anarudi kutoka shule ya watoto pamoja na Wu. Baada ya kusita kidogo, anamruhusu kumbeba mjukuu wake kwa muda mfupi. Mzee huyo anakiri hatia na hamu aliyobeba moyoni kwa miaka mingi. Yunin anajaribu kumfariji akiwa na imani kwamba hisia zilizozikwa kwa muda mrefu haziwezi kutoweka kabisa. Taung anapogundua kuhusu mkutano huo anakasirika sana. Hawezi kukubali kwamba Yunin anamtetea mwanaume aliyemtelekeza. Kwa kuwa yeye ndiye aliyekuwa mwathirika, alitarajia angalau Yunin angesimama upande wake kikamilifu. Wakati huo huo, Yunin anakabiliwa na mgogoro mkubwa kazini. Mradi wa timu yake unachaguliwa kuwa pendekezo kuu la mwaka, lakini kampuni pinzani ghafla inawasilisha mpango unaofanana kwa njia ya kutia shaka. Uvumi unaanza kuenea na wafanyakazi kadhaa wanamshutumu Yunin kwa kuvuja taarifa za siri. Wengine wanadokeza kuwa alipata nafasi yake kutokana tu na upendeleo wa Song. Akiwa hawezi kuthibitisha kutokuwa na hatia kwake, Yunin analia kimya kimya. Song analiona hilo, anampa leso na kumkumbusha kwamba hahitaji kujifanya mwenye nguvu mbele yake. Msaada wake unamrudishia azimio lake. Usiku huo, Taung anaenda hadi kampuni kuomba msamaha kwa maneno makali aliyomwambia Yunin baada ya kukutana na baba yake. Wakati huo huo, viongozi wanaamua kuandaa shindano la ndani la mawasilisho ili kujibu pendekezo la kampuni pinzani. Song anamteua Yunin kuwa mwakilishi wa timu, ingawa viongozi wanatilia shaka uwezo wake mara moja. Song anasisitiza kwamba kila mtu anapaswa kushindana kwa masharti sawa. Uongozi unapoamua kwamba uwasilishaji ufanyike kwa Kiingereza, Yunin anakubali changamoto hiyo kwa kujiamini. Baadaye, Song anamrudisha nyumbani na kujitolea kumsaidia binafsi kujiandaa. Hata hivyo, safari hii Yunin anakataa msaada wake kwa sababu anataka kuthibitisha uwezo wake mwenyewe. Wanapokuwa wakizungumza mbele ya jengo, Taung anatokea akiwa amembeba Wu. Anapoona Song amemrudisha tena, uso wake unabadilika na kuwa wa ukali. Kisha Song anakiri waziwazi mbele yake kwamba anataka kumwalika Yunin kwenye miadi baada ya uwasilishaji wake, jambo linaloongeza mvutano mara moja. Baada ya Song kuondoka, Taung anamuuliza Yunin moja kwa moja kama bado anahisia kwa penzi lake la kwanza na kama tayari amesahau ungamo lake mwenyewe. Akiwa amechanganyikiwa kabisa, Yunin anakwepa kujibu na kuingia haraka ndani ya nyumba. Usiku huo, Yunin anabaki macho akiwa amegawanyika kati ya hisia zinazochochewa na wanaume hao wawili. Song huwa makini kila wakati, humvika koti mabegani na kujaza tena chupa yake ya maji. Taung naye humjali, lakini hufanya hivyo kimya kimya bila kutarajia kutambuliwa. Taung anapogundua uvumi unaoenea kampuni, anajawa na hasira kubwa na kuamua kumsaidia Yunin kutetea pendekezo lake. Kwa bahati nzuri, anapaswa kushiriki katika upigaji picha wa wageni wa kigeni, hivyo anamwalika Yunin studio. Badala ya kutegemea taarifa za kinadharia pekee, wanaandaa zoezi la kuonja bidhaa ili kukusanya maoni halisi ya soko. Kwa kuwa hakuna mtu wa kumtunza Wu, wanaishia kumwomba msaada baba wa Taung. Ingawa anakubali kwa kusitasita, kumwona mwanaume huyo akiwa pamoja na mjukuu wake kunaleta joto lisilotarajiwa moyoni mwa Taung. Studio, Yunin anapata taarifa muhimu sana kupitia maoni ya wanamitindo. Baadaye mvua inaanza kunyesha na Taung anamshika mkono kwa silika ili kumpeleka sehemu yenye paa. Mikono yao inapogusana tena, Yunin anajiondoa haraka. Taung anakuwa na wasiwasi, kwani ingawa hakuna hata mmoja wao anayependa siku za mvua, usiku huu unahisi tofauti kabisa. Kisha Yunin anamwambia kwamba bila kujali kitakachotokea baadaye, atasimama imara upande wake. Siku iliyofuata, juhudi zao zote hatimaye zinazaa matunda. Yunin anashinda shindano la ndani na kufanikiwa kulishinda pendekezo la kampuni pinzani. Akiwa na furaha kwa ushindi wake, Taung anampeleka Wu kununua keki ili kumfanyia mshangao. Hata hivyo, kabla hajasherehekea, anamwona Song akiwa pamoja na Yunin chini ya mvua, akimfunika kwa mwavuli. Kisha Song anamkiri tena hisia zake. Baada ya kusikia ungamo hilo la dhati, Yunin anabaki ameshangaa kabisa. Kwa Song, maneno hayo yamekuwa yakisubiri kwa miaka 7 ili yapate wakati sahihi wa kusemwa. Wakati huo huo, Taung anarudi nyumbani akiwa na keki aliyochagua kwa uangalifu ili kusherehekea mafanikio ya Yunin. Yunin asiporudi, anampigia simu akiwa na wasiwasi, na ndipo anagundua kwamba ametoka kwenye miadi ya ghafla. Anapofahamu kuwa yuko pamoja na Song, huzuni kubwa inajaa moyoni mwake.
Wakati wa chakula cha jioni, Song anatambua mashaka ya Yunin. Badala ya kumshinikiza atoe jibu mara moja, anapendekeza watoke kwenye miadi mitatu, akitumaini kwamba nafasi hizo zitawaruhusu kukaribiana tena. Anapomrudisha nyumbani, anahesabu matembezi hayo kama miadi yao ya kwanza. Baada ya kusita kwa muda mfupi, Yunin anakubali. Usiku huo, Taong analala pamoja na Woo, huku Yunin akikesha akifikiria ungamo la Song. Kwa upande mwingine, Song anatafuta ushauri kwa sababu haelewi kwa nini Yunin anaweza kuwa wa kawaida akiwa na wanaume wengine, lakini hujihisi vibaya sana baada ya ungamo lake. Yunin pia anazungumza na rafiki yake wa karibu na anakiri kwamba anahisi huru akiwa na Taong, lakini huwa na wasiwasi akiwa na Song. Taong ameshuhudia nyakati zake zote za kuaibisha na hahitaji kuficha mapungufu yake mbele yake. Kinyume chake, kwa kuwa anamwona Song kuwa mkamilifu, huhisi analazimika kujiboresha kila wakati ili afikie kiwango chake. Rafiki yake anamshauri awe na subira, kwa sababu mara nyingi hisia hueleweka kwanza moyoni kabla ya kueleweka akilini. Usiku uliofuata, Yunin anaikuta keki ambayo Taong alinunua kusherehekea mafanikio yake. Anapogundua kwamba alikuwa akimsubiri, anajihisi mwenye hatia kwa kutorudi mapema. Hata hivyo, kumwona akifurahia keki hiyo kunamfurahisha Taong mara moja. Baada ya kula vipande kadhaa vya keki, Yunin pia anaomba tambi za papo hapo ambazo Taong alipika. Ni akiwa pamoja na Taong pekee ndipo anaweza kupumzika kabisa na kuwa yeye mwenyewe bila kujizuia. Hapo ndipo tunaishia kwa leo. Je, Yunin atamchagua Song baada ya miadi hizo tatu, au moyo wake utaendelea kuvutwa kwa Taong? Usikose sehemu ya 6 kwa sababu mapenzi haya yanakaribia kufikia hatua ya maamuzi makubwa.